Haleluya. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wake wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi. Mimi niko na Biblia ya Kiswahili na Francais, tuisome yote mara moja. Inasema hivi: lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Amen. Unawezekana unashangilia. Ninasoma Francais, inasema par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tout. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. 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 Angalia tena mwenye kushoto na kuume yako, kumwambia je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Haleluya. Ile ndio neno tutalakana naye. Siku unanikumbuka, unakumbuka tu unasema ule mwanituambia je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Kote kutendaka uko nakumbuka kama ndio salamu tulifunga mkutano yetu, inasema je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Kama unaangalia Biblia yako mzuri mfrancais, utakutana je suis ce que je suis iko verbe être conjugué au temps présent. Préfet wa masomo kwa préfet kwa directeur. Est-ce que wangali mzuri nasema bongo, usinikorije kama tukusoma na wewe. Je suis ce que je suis iko verbe être conjugué au temps présent. Uliza mwenzako ni kweli unanielewa? Angalia. Sasa kama ni verbe être conjugué au temps présent, manaki unaweza conjuguer na mu temps passé. Kama tunaweza conjuguer mu temps passé, manaki tunaweza conjuguer pia na mu temps futur. C'est-à-dire ce que j'étais, ce que je suis et ce que je serai, tout par la grâce. Unaona vile ninafanya ce que j'étais, ce que et ce que, tout par la grâce. On peut commencer ce que j'étais, ce que et ce que, tout par la grâce. Encore une fois, ce que j'étais, ce que je suis et ce que je serai, tout par la grâce. Gisi nilikuwaka, gisi niko na gisi nitakuwa, yote ni neema ya nani? Tunaweza anza tena. Gisi nilikuwaka, gisi niko na gisi nitakuwa, yote ni neema. Ambia mwenyeko karibu yako niangalie bien. Tafuta alama utanijuia hapa. Mwambia tafuta alama utanijuia hapa. Mwambia tafuta alama utanijuia hapa. Mwambia niko na conjuguer verbe grâce mu passé, mu présent na mu futur. Ninakia nikwambie, mwenye alikutosha kwenye ulikuwa akakufikisha hapa, hata kuachia hapa. Ninasema hata kuachia hapa.
Sema amena. Mwenye alikutosha butumbu ya mama yako akafanya ufike leo bila eforo yako, hata kuacha 2027 ufezereke. Sema amena. Ongeza tena amena. Bili Mungu atafanya na wewe kesho havifanane na niliko leo. Kesho yako ni muujiza yako. Kesho yako ni maajabu yako. Ndio maana mimi nataka kuambia mwenye akuitike leo atakuitika kesho. Sema amena. Mwenye akuitike leo achana naye atakuitika kesho. Mtu anasema amena. Ongeza tena amena. Ongeza tena amena. Ongeza tena amena. Niko nasema hivi, mtu anaweza kuangalia leo anakutia kwa point d'interrogation. Mtu anaweza kuangalia leo anajiuliza kama utakuja kesho. Lakini acha nikwambie, mwenyewe alikutosha mtungu ya mama akakuvukisha ile miaka yote mpaka leo, haiko leo ndio atakuacha. Ambia msako haiko leo ndio Mungu atakuacha. Nataka ujue kama neema ya Mungu habauzake neema ya Mungu, lakini Mungu anapanaka neema. Sema amena. Mungu anapanaka neema. Na kama tunafika sai, hatuna maneno mbili, tuko na neno moja, niko kisi nilivyo kwa neema ya nani? Si kwa nguvu yangu, si kwa akili yangu, si kwa uwezo wangu, lakini ni kwa neema ya nani? Si mara ya kwanza ulitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia maalum, wewe ni chemchemi ya uzima. Si mara ya kwanza ulitoa katika magumu,
narudia tena kukwambia, iko verbe être conjugué au temps présent. C'est-à-dire, tu peux le conjuguer au temps passé, tu peux le conjuguer au temps présent, et tu peux encore le conjuguer au temps futur. Ni kusema nini? Mungu mwenye alikufikisha leo le 23 août 2026 ayamaliza na wewe. Anaweza Mungu ayamaliza na wewe. Anaweza Mungu ayamaliza na wewe. Mungu atafanya vitu na wewe yenye vifanane na jinsi huko. Shangilia kwa makofi. Kwa hiyo kama yona Mungu atakushangaza na atashangaza na watu wengine. Ongeza amen. Amen. Joma na hii ujumbe ni ujumbe ya kumaliza mkutano, lazima usikie hii maneno tatu. Mtu mwaseme amen. Amen. Sasa kwa maneno tatu. Ya kwanza, neema ya Mungu ni bahasha ya kimungu inayobeba bumungu wa Mungu. Sema bumungu wa Mungu. Sema bumungu wa Mungu. Sema mzuri, bumungu wa Mungu. Neema ya Mungu ni bahasha yenye inabeba bumungu wa Mungu. Yaani ukipokea neema ya Mungu unapokea bumungu wa Mungu. Mtu wasema amen. Amen. Ukipokea tu neema ya Mungu, maana yake unapokea nini? Bumungu wa Mungu. Andika kwa bumungu wa Mungu ni vitu tatu. Sasa anasema bumungu wa Mungu, anasema vitu tatu. Ya kwanza upendo ya Mungu, ya pili huruma ya Mungu, ya tatu wema wa Mungu. Amen. Ukipokea neema ya Mungu, maana unapokea upendo wa Mungu, unapokea huruma ya Mungu, unapokea wema wa Mungu. Mtu mwaseme amen. Amen. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Haleluya. Ya pili, neema ya Mungu ni zawadi ya kimungu anayoipatia mwanadamu asiyefaa. Neema ya Mungu ni zawadi yenye Mungu anapatiaka mwanadamu mwenye afai. Yaani neema ya Mungu haikukuya kia watakatifu. Neema ya Mungu haikukuya kia wenye haki, lakini neema ya Mungu ilikuya kia wenye dhambi, bamwizi, balevi, basharati, balozi, bauaji. Sasa Mungu kwa upendo yake, kwa huruma yake, kwa wema wake akasema, siwezi bakia mbinguni na mwanadamu anakufa katika dhambi. Njo Mungu akatengeneza kitu kinaitwa neema. Amena. Ile neema ni nini? Ni zawadi ya kimungu kwa mwanadamu mwenye astahili, kwa mwizi, kwa baraka, kwa masherati, kwa mulevi, kwa mvutamani, kwa kila mwenye afai. Mungu akaleta neema. Mtu mwana sema amen. Amen. Mtu mwana sema amen. Shangilia zawadi ya Mungu. Haleluya. Amen. Ya tatu, neema ya Mungu ni biki ya kimungu kuandika historia mpya ya maisha ya mwanadamu na jamaa yake. Nikikuwa fasaha ningesema amen. Amen. Andika hii ya tatu nyingi. Hii ya tatu yaandike mzuri. Neema ya Mungu ni biki ya kimungu, ni kalamu ya Mungu ya kuandika historia ya mpya ya maisha yako na ya uzao yako. Hakuna mtu anasema amen. Amen. Mungu akileta neema kwa maisha yako, anakuandika historia mpya. Ndio maana mnasikia mchungaji alisema hapa, hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu anakuwa kiumbe ya kale, nafanya nini? Yote nakuwa. Ile siku ulipokea neema ya Mungu, Mungu anaandika historia yako mpya. Na ile historia mpya haishie kwako, inaanza na wewe, lakini itaendelea na watoto
ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto yako. Sema amena. Na double. Sema napokea neema. Napokea neema. Neema ya Mungu inaanza na mtu mmoja. Me inageuka urisi ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto yako. Hakuna mtu anasema amen. Hakuna mtu anasema amen. Ninakia kuambia asubuhi ya leo, batoto yako wewe habatatesekanaka kisi wewe tesekanaka. Sema amen. Batoto yako habatapataka mateso yote ulipataka. Batoto yako habatapitaka kwenye wewe ulipitaka, sababu wewe ndio mwanzilishi wa neema mjamaa yako. Sema amen mara tatu. Haleluya. Nilikuwa nasoma kitabu cha Kutoka sura 3. Mungu anachomokea papa umoja hivi, jina lake Musa. Iko na bibi yake angali Shene Maria, iko na bibi yake na garso wake umoja. Anaza chunga makondoro za babake Mungu. Iko bien kalme. Sasa Mungu tu anafika hivi, anamwambia, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu, baba yako Isaka, baba yako Yakobo. Ibrahimu, Isaka na Yakobo balikufaka zamani, lakini shuba alipataka neema. Haleluya. Ibrahimu alipataka neema ya Mungu, Isaka akapata neema ya Mungu, Yakobo akapata neema ya Mungu. Miaka Mungu anakuya, anakia anatafuta mtoto mwenye baba yake alipataka nini? Neema. Sasa Mungu anafika, anajiadrese. Hakumwambia juu litoa sadaka, hakumwambia shuko mtakatifu, hakumwambia shuko na nguvu. Mungu tu anajipresente, anasema mimi niko Mungu wa baba yako Ibrahimu, niko Mungu wa baba yako Isaka, niko Mungu wa baba yako Yakobo. Kuna mtu anasikia? Sema amen. Amen. Hii neema unapokea saa hii neema Mungu amekupatia haitaishia kwako, itaenda kwa batoto ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto ya batoto yako. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Amen. Neema ya Mungu inageuzaka aibu inakuwa utukufu. Yaani Mungu akikupa neema anakia geuza aibu ya maisha yako inakuwa utukufu. Nilikuwa fasabu nikisema amen. Amen. Nilikuwa fasabu nikisema amen. Neema ya Mungu inageuza dharau inakuwa heshima. Amen. Anaweza kushika neema ya Mungu. Niambilia shika neema ya Mungu. Mwambia kaza neema. Neema ya Mungu inageuzaka dharau inakuwa heshima. Neema ya Mungu inageuzaka impossible inakuwa possible. Neema ya Mungu inageuzaka esheke inakuwa resite. Neema ya Mungu inageuzaka laana inakuwa baraka. Amena. Kwenye neema ya Mungu inafika inakia kugeuza vitu. Ndio msako Mungu anageuzaka. Ndio msako Mungu anageuzaka. Haiko sawa na damu. Neema ya Mungu ikifika, kesa swa etenye likukutana, kesa swa kwenye likukutana, neema ya Mungu ikifika inakuandika historia mpya. Mwa ile historia mpya, neema ya Mungu inageuzaka esheke inakuwa resiti. Mtu mwa sema amen. Amen. Mtu mwa sema amen. Ongeza tena amen. Hata umezaliwa mjamaa namna gani, jamaa ya kushindwa, jamaa ya kulainiwa, jamaa ya maskini, kama tulipokea neema ya Mungu, ile neema ya Mungu iko na uwezo wa kimungu
ya kugeuza laana na kuwa baraka. Amen. Ongeza tena amen. Amen. Ongeza tena amen. Amen. Haleluya. Andika neno linafuata. Neema ya Mungu ni kibali yenye inatambuliaka mtu. Yaani kama Mungu anakupa neema, anakupatia faveur. Anaweza kwa faveur. Amen. Anaweza kwa faveur. Amen. Faveur haiko tilo. Faveur haiko meshi. Faveur haiko plant. Faveur haiko bijou. Faveur haiko koti. Faveur haiko kiatu. Faveur ni kibali kutoka Mungu. Faveur manake nini? Manake anaweza kukuitika kwenye wengine waitiki wake. Amen. Hauseme amen. Amen. Faveur iko yulu ya masomo. Bako tofauti kati ya kusoma na kuwa na faveur. Unaweza soma sana na hauna faveur ya Mungu. Unaweza kuwa wakiana sana lakini hauna faveur ya Mungu. Unaweza kuwa elokamu kusema lakini hauna faveur ya Mungu. Unaweza kuwa na mwili ya mzuri na hauna faveur ya Mungu. Ndio unakutana kama mtu ni kembamba hivi, kiko sana mkuni lakini kiko na faveur ya Mungu. Wewe mnene banakuacha, banakamata wa mwembamba. Unaweza kutana munaenda andika kulomba kazi. Wewe unajua français, unajua andika vous savez, unajua andika introduction, je connais, j'ai fait, je m'appelle, j'ai étudié, je maîtrise. Unaandika na malangue zote. Mais mwenye iko na faveur